kwa nini uliamua kuyafanya yote haya? Sio ukweli. Nitasema ukweli, lakini sitosema ukweli sababu zako hizo unazonipatia. Nitasema ukweli kwa sababu ya jamii yangu. Muda wa kujua ukweli umefika. Kaka yake napambana kuokoa familia. Msichana kipofu, walimwengu ndo wabaya wanakuja mwalibia. Msichana kipofu, kutoa anashinda ndani peke yake analia. Msichana kipofu, ubaya aliofanyiwa na jutia kuzaliwa. Kila kitu kiko sawa. Basi acha mimi niwahi kazini sababu jana kuna kazi za watu nilibakisha. Sawa kaka, lakini usichelewe kurudi na zawadi yangu. Usijali, zawadi nitakuletea. Sawa. Msichana kipofu, kaka yake napambana kuokoa familia. Msichana kipofu, walimwengu ndo wabaya wanakuja mwalibia. Msichana kipofu, kutoa anashinda ndani. Mbona nisikuelewi? Unielewi nini? Ina maana simekwambia mimi sitaki kwenda nyumbani. Unanilazimisha. Ndio nini? Kwa hiyo nilikwambia tunakwenda ni wapi? Unanipeleka nyumbani kwenu na wakati hujanipa taarifa. Basi wewe zania masuala bila kwenda kwa wazazi yataisha kweli? Mambo ya ndoa ni ya watu wawili. Kwa nini unanilazimisha kwenda nyumbani kwenu? Nimekataa. Sitaki kwenda huko kwa wazazi wako. Sitaki. Utaenda. Siendi. Yaani utaenda. Siendi. Yaani utaenda. Siendi kivyovyote vile. Nakwambia hivi mimi ndio mume, utakwenda. Nitakuburuta. Unaniburuta? Mwanamke wako unataka uniburute hapa? Niburute? Wewe unahisi mimi nakucheka. Unahisi mimi nakucheka. Unahisi mimi nakucheka. Utaenda. Hivi unaona mpaka umenikatia kiasi changu? Umekikata kwa uzembe wako. Si utapeleka kwa fundi? Mafundi si wamejaa wengi. Sitaki sasa. Nenda nyumbani. Haya nenda. Na tutakutana huko. Salama, karibu dadangu. Asante. Naweza nikapata huduma? Ya huduma ipo.
kaka yake anapambana kuokoa familia. Kitu changu kimeharibika. Kimeharibika eh? Wanakuja Haina shida, tunakirudishia hichi. Basi sana nishonea. Ni shilingi 300 lakini. Haina shida. Sawa. Ubaya aliofanyiwa na jutia kuzaliwa. Samahani dadangu, nipokee simu. Okay. Jari. Naam, Bwana John. Salama ndugu yangu, habari za uzima? Tunaweza kuongea japo niko na mteja, tunaweza tukaongea kidogo. Aise. Kwanza nikupe pole sana ndugu yangu kwa sababu haya masuala ya ndoa ni magumu sana na pia kwa upande mwingine ni marahisi sana. Lakini pia hiyo tatizo lako ni sio kwa upande wako tu, ni katika ndoa nyingi sana tunayaona. Lakini kubwa zaidi ni wewe mwenyewe kusimamia ndoa yako ndugu yangu, kwa sababu wewe ndo mwanaume na mwanaume ndo kichwa cha familia. Usiruhusu mambo ambayo yanatokea, maana wewe ukiruhusu sidhani kama kuna mtu mwingine ambaye atakuja kusimama kwenye ndoa yako. Na usione kila nyumba hapa duniani wagi na matatizo yake. Kwa hiyo matatizo ya ndoa ni kukabiliana nayo tu kiutu uzima hivyo. Ndio hakuna ndoa ambayo ina mtelemko tu kwamba wameanzisha maisha na wakanyoka tu katika maisha yao. Lazima kuwe na milima na mabonde kama hivyo. Na nahisi bila kutumia akili unaweza kuvunja ndoa yako kirahisi sana. Na nikuombe kitu kimoja, kwa sababu nimekwambia niko na mteja, na kuomba nivumilie kidogo, nitakupigia tuongee zaidi. Basi sawa, nashukuru sana ndugu yangu. Pole sana. Samahani dadangu kuchelewesha kidogo. Sawa, usijali. Mimi nahisi kiatu kiko tayari kabisa dadangu. Asante. Unanifanyia vizuri. Ndio fani zetu hizi dadangu. Samahani lakini. Bila samahani. Unaweza kunipatia mawasiliano yako? Kwa maana kwamba namba ya simu? Ndio. Hii hapa. Asante. Na. Sasa dadangu, hapa ndo nimefungua tu najua kwa hata change siko nayo hapo. Labda nikaombeombe kwenye magenge. Sema na haraka, usijali. Tarudi baadaye. Au utarudia baadaye? Basi sawa, safari njema dadangu. Kazi njema. Sawa, karibu tena. Asante. Sawa.
Mema. Yaani muda wote huo nilizani nitarudi nitakukuta tayari umeshafika nyumbani. Ulikuwa wapi? Mema. Yaani nakusemesha alafu unaondoka. Tatizo lake kuona chanzo cha matatizo yake. Msichana kipofu alomkuta anajutia kuzaliwa. Ushauri kaka amemponza mdogo wake. Ushauri kaka amemponza mdogo wake. Alipambana sana kuokoa familia, viatu alishona, jua lilimchoma, ila kuchoka hakuka.